Maeneo mengine mahususi ya vipaumbele pamoja na ugharamiaji wa deni la serikali, mishahara stahiki za watumishi wa umma pamoja na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo kwa ajili ya AFCON. Aidha, nipende kuwafahamisha kuwa Tanzania kwa uchaguzi mkuu wa 2025 tutaugharamia kwa fedha zetu wenyewe na zoezi hilo limekamilika. Mheshimiwa Spika, miradi mahususi ya maendeleo katika maeneo ya vipaumbele itakayotekelezwa na serikali katika bajeti ya mwaka 2025-2026 imeainishwa kwa kina katika hotuba iliyowasilishwa leo asubuhi na Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, kaka yangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, alipokuwa akiwasilisha taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025. Pamoja na hotuba yake, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji ameambatanisha taarifa ya tathmini ya baadhi ya miradi iliyofanywa tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tathmini hii ilifanyika kwa lengo la kujiridhisha na uzingatiwaji wa masuala ya mazingira katika utekelezaji wa miradi. Nitumie fursa hii kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga na itahakikisha upatikanaji wa fedha zote zilizoidhinishwa ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika dira ya maendeleo ya 2025, hususan katika kuboresha ustawi wa maisha ya Watanzania. Hivyo ni washawishi na kuwaomba wananchi wa Tanzania waendelee kuiamini CCM na kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa kishindo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika 2025. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maboresho ya mifumo ya kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato, sasa naomba kuwasilisha kwako mapendekezo ya kufanya maboresho ya mfumo wa kodi, ikiwemo baadhi ya viwango vya kodi, tozo, ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali, pamoja na kuboresha taratibu za ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali. Maboresho haya yamezingatia migogoro na vita vya kibiashara baina ya mataifa mbalimbali yaliyoendelea kutokana na nchi ya Marekani kutangaza mabadiliko mbalimbali ya kisera pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Lengo letu ni kuhakikisha miradi inaendelea kutekelezwa kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Serikali imeendelea na dhamira yake ya kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tulivu, wa kutabirika, unaolenga kuchochea shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ndani ya nchi na kuweka mkazo katika sekta za kimkakati ikiwemo viwanda, madini, kilimo, ufugaji, uvuvi, nishati, uchukuzi, usafirishaji pamoja na sekta za huduma za jamii. Mheshimiwa Spika, napendekeza kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2025-2026 unaotarajiwa kuongeza serikalini jumla ya shilingi milioni 4,260 na 23.77, na marekebisho yanayopendekezwa yanahusisha sheria zifuatazo. Mheshimiwa Spika, nimeorodhesha orodha ya sheria kwenye ukurasa wa 77 wa hotuba yangu na nitazipitia moja baada ya nyingine wakati nasoma marekebisho ninayoyapendekeza. Mheshimiwa Spika, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148 kama ifuatavyo: kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye viuatilifu vinavyotambulika kwa HS codes 3808 6100, 3808 6200, 3808 6900. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wakulima
wa kupata dawa za kuua wadudu mashambani, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao nchini, na hatua hii inaendana na kanuni za usawa wa utozaji kodi kwa kuwa viuatilifu vya aina nyingine vinasamehewa kodi hii. Mheshimiwa Spika, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye miamala ya ununuzi wa bima mtawanyo reinsurance inayofanya baina ya kampuni za bima na zile za bima mtawanyo. Lengo la hatua hii ni kuongeza ushindani wa kampuni za ndani, kukuza sekta ya bima na kuhamasisha matumizi ya bima katika kukabiliana na majanga nchini. Kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye bidhaa za nguo zinazotengenezwa na kutumia pamba inayolimwa nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lengo la hatua hii ni kuleta unafuu kwa wakulima wa pamba na viwanda vinavyotengeneza nguo nchini, hasa katika kipindi cha mvutano wa kibiashara baina ya mataifa makubwa hapa duniani. Kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye mbolea inayozalishwa ndani ya nchi kwa kipindi cha miaka mitatu. Lengo la hatua hii ni kuleta unafuu kwa wakulima na walaji, hasa katika kipindi ambacho dunia imeingia kwenye mdororo wa kiuchumi. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa hapa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. Mheshimiwa Spika, hapo awali msamaha huu ulitolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kupitia sheria forodha ya mwaka 2024 na ukomo wake ulikuwa ni tarehe 30 Juni 2025. Lengo la hatua hii ni kuendelea kuleta unafuu wa bei ya mafuta ya kula nchini. Kufuta msamaha wa kodi kwenye ongezeko la thamani unaotolewa kwenye ununuaji na uagizaji wa gaming supply. Hatua hii inalenga kuleta usawa katika utozaji wa kodi kwa michezo mingine kama vile mpira wa miguu, iwapo katika wigo wa utozaji wa kodi na ongezeko la thamani. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 322 na 22.5. Kuweka sharti la msamaha wa kodi wa ongezeko la thamani kwenye matairi ya trekta yanayotumia kwenye shughuli za kilimo yanayotambuliwa kwa HS kodi 4011 7000 dam liners zinazotambuliwa kwa heading 3920 Fox